Sasa nimeshafahamu vitu ambavyo si lazima na sio bora kuambatana navyo tena, kwa sababu umri unaenda bwana, na jinsi umri unavyokwenda na ndo jinsi kila kitu kinachobadilika kinabadilika. Kwanza nafahamu kwamba msemo ambao nilisemaga zamani kwamba kila kitu ambacho kinachoishi kina muda wa kuexpire. Leo kimetimia kwa sababu tunaishi kwenye vitu ambavyo vina expired sana. Hakuna kitu ambacho haki-expired, lakini akili yako na elimu yako haiwezi ku-expired. Yani ina mwisho lakini ku-expired haiwezi. Kuna tofauti kati ya ku-expired na mwisho. Lakini acha kwanza mimi nifanye kitu ambacho kilichonileta hapa. Kwanza nakumbuka baba ananiambia kwamba ili wewe uishi kwenye amani inabidi sana uachane na watu ambao hawana maana kwako. Sifahamu babu alimaanisha nini, lakini leo hii nimeona kwamba kuishi na watu ni kazi. Kwanza kuna topic ambayo inasema kwamba ishi ili wewe ujionee. Wengi ambao wanaishi leo ili wasijionee tena, lakini wanaonea wengine. Usiishi kwa sababu ya kuonea wengine, lakini ishi kwa sababu ya kujionea mwenyewe. Kwa sababu unapojionea mwenyewe ndipo ambapo sasa wewe utafahamu kwamba maisha hayana formula, lakini yapo na secret. So, na siku moja mtu mmoja alisema kwamba ukisikia kitu kimelia sana, fahamu kwamba kitu kinahitaji kitu chake. Mimi nikasema hizo nukuu zilizosemwa hapo zamani zimetokana na nini? Kumbe inabidi kufungua sana elimu na kufungua sana macho na akili, kuifanya kuwa expensive kwa kila mtu ili wewe ufahamu maana ya msemo. Na msemo mwingine kaneno kwamba palipo na amani pana furaha. Lakini wewe unashangaa, wewe una amani na una furaha lakini upo na stress. Kwa nini? Ishi kwa msemo ya zamani ili wewe ufungue idea yako na ufungue masikio yako kwa kuishi vizuri na kwa kuishi tena vema sana na watu. Na wengine wakasema kwamba kelele nyingi za chura haziwezi kumzuia tembo asinywe maji. Yani mimi hizo nukuu zote nilizosikia hapo zamani, mimi najiswali hizo nukuu zimefuatana na nini, na kwa nini mababu wanazingatia sana zile nukuu? Zimekuwa nyingi sana, lakini inabidi leo nikwambie kwamba na wamesema kwamba ukisikia chura na lia sana, fahamu kwamba inahitaji maji. Yani kiufupi, chura ikilia sana upungukiwa na maji, lakini maji yakiwa mengi chura kunyamaza kabisa na kelele zake kuisha. Hizo ni nukuu ambazo mababu waliachaga hapo zamani. Na tena wakasema kwamba ili ule mbivu inabidi uwe mvumilivu. Sasa sisi tumeshavumilia hadi tumenyanyasika. Unaona? Yani wewe unavumilia situation ambayo inakukujia, yani inakufuata nyuma. Zingine za matatizo unazikuta huko mbeleni. Kwa hiyo usisahau kwamba watu wote hawapo sawa na haupashwi kabisa kukimbia tatizo, lakini inabidi wewe mwanaume na ukomae kiume, tatizo ndio likukimbie wewe. Kwa nini hivyo kila siku wewe unalia? Huwezi kulia kwa sababu wale wazee wetu ambao walotowekaga hapo enzizo walikuwa wakiamini kwamba hakuna kitu ambacho kilichoumbwa na mkono wa Mungu hafu kikafa. Hamna, kinapaswa kuishi. Kwa hiyo mimi sipendi tena nione kila siku wewe mtu ambaye hajijui. Yani jifahamu ili uishi kwenye hii dunia. Leo tumekuwa kwenye dunia, chukua chako na usepe. Yani sio kushika chako na ubaki tena. Ukishika chako na ubaki, ndipo ambapo sasa waliokosa kila ambacho walicho nacho wanakishika na ukichukua na kwenda mbali na wewe. Ndio maana unapoona watu wengi sana wapo binafsi, yani hawakujali. Fahamu kwamba wameshashika kila ambacho walicho nacho. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nakupenda sana na sipendi tena uwe mtu wa kulia. Kumbuka misemo ya mababu na kuridi vitabu sana ambavyo mababu waliacha hapo enzi, ili wewe ugundue wewe ni nani na upo mtu gani. Kwa hiyo don't forget that.